Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, sijui kama umepata kitu katika hiki ambacho tunajifunza. Na hizo kwa ujumla mpendwa ni baadhi ya njia za Bwana katika kutufikisha kwenye hatima yetu. Hizo ni moja ya njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalia katika Isaya sura ya 55 mstari wa 8. Tuangalie katika Isaya sura ya 55 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya mwanadamu aende kwenye ule mzunguko tuliouona, Bwana Yesu asifiwe, ni kukosa utii na kukosa imani. Kukosa utii na kukosa imani. Kwa nini mwanadamu anakosa utii na kukosa imani? Wakati mwingine anafikiria njia zake, njia za mwanadamu ndio njia za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu siku zote huwa hahitaji kabisa wewe utakachokifanya ujipatie utukufu wewe mwenyewe. Mungu hataki hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo utaona kuna watu ambao walijenga mnara wa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wakasema wanahitaji kuujenga uwe mnara mrefu unaofika kwenye mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Ili iweje? Sio kwamba walikuwa wanajenga mnara mrefu ili ufike katika mbingu kwa maana gani labda wamuone Mungu, hapana. Ili wajitengenezee jina kwamba hawa ni watu maarufu wamejenga mnara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ushirikiano mkubwa mnara ukafika katika mbingu, mnara ambao haujawahi kuonekana duniani. Mungu maandiko yanaonyesha alipochungulia akaona kile wanachokifanya. Mungu akasema watu hawa kwa huu moja walionao, kwa huu ushirikiano walionao, huenda wakatekeleza. Sio huenda, watatekeleza. Maandiko yanavyoonyesha pale ni kwamba Mungu aliona watatekeleza kile walichokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akaona hawa sasa wanaenda kufanya jambo ovu la kujitafutia sifa wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tunaona mpendwa, Mungu akawapiga pigo na kuwatofautishia lugha. Na ndio tunaona hizi lugha zote zilizopo zinatokana na hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pale zikatokea lugha mchanganyiko, wakashindwa kuelewana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hata mtu akiagizwa tofali hawezi kuleta tofali. Hawakashindwa kusikilizana, wakatawanyika, na hiyo habari ikawa imeishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpendwa, ukisoma wana wa Israeli katika historia yao, inafikia wakati wanasema hivi, wanahitaji kuwa na mfalme kama mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Wanahitaji kuwa na mfalme kama mataifa mengine. Na Mungu alipoona wamelazimisha sana akasema basi iwe hivyo. Kipindi cha nyuma Mungu ndo alikuwa anawachagulia mtu wa kuwaongoza. Ukiangalia kwa Musa, Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema kwa kuwa wameamua hivyo basi acha iwe hivyo. Lakini mpendwa, kile kitendo hakikumfurahisha Mungu. Mungu hakuhitaji waishi namna hiyo, ila ni kwa matakwa yao. Bwana Yesu asifiwe. Njia za Mungu si kama njia za mwanadamu. Njia za Mungu sio kama njia za mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana unaona inafikia wakati mwanadamu ukiomba unahisi kwamba maombi yako Mungu hajayasikia.
unataka kutumia njia zako ulizozizoea. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kusema hivi tu Mungu atafanya bila kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sasa manabii wa uongo walipotambua hilo, siku hizi wanafanya kile ambacho watu wanataka, sio kile Mungu anafanyaje anataka. Na ni hatari sana kufanya kile ambacho unataka, kile ambacho watu wanataka, kile ambacho mataifa wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tunatakiwa kutafuta mapenzi ya Bwana na kuyatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Hapo niko mwishoni kabisa. Nikikusii mpendwa, uweze kuwa na maono binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona katika hiyo Mathayo 6:33 kwamba utafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu, na hayo yote mtazidishiwa. Miongoni mwa mambo yanayodhihirisha unautafuta ufalme wa Mungu ni pamoja na kuangalia njia zake. Moja ya njia ambayo Mungu anatupa leo ili hayo mengine uzidishiwe, Bwana Yesu asifiwe, ni kwamba unatakiwa kuwa na maono, mtu wa Mungu. Na hayo maono, njozi hizo, ndoto hizo, pata kuziombea. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaomba, amini Mungu amefanya, usiwe na wasiwasi. Mungu atakwambia. Kama unatakiwa kufanya chochote, Mungu atakujibu. Mungu atakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Zipo njia zionekanazo machoni pa mtu kwamba ni njia zilizo njema, lakini mwishowe ni upotofu. Hizo njia zinampoteza mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Usitumie sana akili yako, usitumie sana macho yako, usitumie sana tamaa zako. Sikiliza sana Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kile unachokifanya kinafanana na kinalingana na kile Mungu alichokisema, upo kwenye njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mtumishi wa Mungu, nikiona ninafundisha, Bwana Yesu asifiwe, nikiona ninafanya maombi, ninatambua niko katika njia sahihi katika kulilea kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hizo ndizo njia tunaona Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akasema, akamwambia Petro kwamba katika mwamba huu nitalijenga kanisa, na hata milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tumemaliza kusoma kwamba tusijisumbue kwa jambo lolote isipokuwa kwa kuomba. Na maana kwa neno hilo tunaona kwamba tunamuomba Kristo ili aweze kulipambania kanisa lake, milango ya kuzimu isilishinde. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile atujisumbui sana katika kazi ya Mungu isipokuwa tunaomba, na kama Mungu atatuonesha njia sawa sawa na kile ambacho tumekipanga, au kama ni tofauti na kile tulichokipanga, Mungu atasema, basi tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, nahitaji tusimame kwa ajili ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa ajili ya kuomba, pamoja na mambo yako ambayo utayaombea. Lakini imependeza machoni pa Bwana kumwomba Bwana akuoneshe kile unachotakiwa kukifanya katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na maono, mtu wa Mungu, yaliyo makubwa, ili Bwana akapate kukufanikishia. Bwana Yesu asifiwe. Nikiongea hayo, niwe na imani kuna baadhi ambao wana maono, lakini kuna baadhi ya wasio na maono. Wale wenye maono, maana yake utamuombea Mungu akufanikishe na kukuonesha njia za kutimiza maono yako. Bwana Yesu asifiwe.